Hiki naona dunia inaweza rekebisha, ama serikali kwa ufupi. Naam. Unajua sheria imebezi sana kwa wanawake. Mwanamke hata kikukosea wewe. Unaona? Naam. Hata kikukosea wewe, alafu aende kukustaki. Kosa itakuangukia wewe. Kwa sababu watu wanaona hakuna namna mwanamke anaweza piga mwanaume. Na wanaume wanapigwa hapa. Ndugu yangu, wengine pale kwa mtaji karibu sina tumemuokoa. Wanaume wanacharazwa viboko na wanawake zao. Na wanafukuzwa mbalimbali. Lakini hawana nguvu ya kusema kwa jamii. Asema huyu mwanamke ananinyanyasa, unaonekana. Lakini sasa siwezi hata wewe mwenyewe ukipigwa na mke wako kuja kule mimi mwenyewe nitakusema. Siwezi sema. So hapa wanaume wengi wanaumia. So serikali angalie namna inaweza legeza kamba. Ama kama ni kubalance iwe upande mbili. Mwanaume kama atakuja lete malalamishi yake kwa serikali, mwanamke wangu amefanya hivi, mumsikize. Isikue tena unaanza kumlaumu mwanaume unapigwa. Mwanaume unapigwa. Mwanaume unaweza pigwa. Naona. Haya, kitu nyingine wanawake pia waangalie. Kama wewe umeamua kuwa mwanamke, heshimu ule ambaye unamuita mwanaume. Mheshimu tu. Simbo tu. Yaani haukati kodi yoyote kuheshimu mwanaume. Heshimu yeye. Mambo iko sawa. Kumbuka pia unapomheshimu ni kama unamtibu. Sometimes nasikianga waimbaji wakisema kwamba wakiambia mwanamke kwamba wewe ndio daktari wangu. Dokta kunitibu ni salama. Sasa wewe umekuja kunitibu, alafu tena uniongezea stress tena niue. Unataka aje? Nimekuja kulewa. Umekuja kunimaliza. So wanawake pia tuangalie. Mwanaume ni binadamu kama mtu mwingine. Ni binadamu tu. Ana roho japokuwa akona kitu ya kujikaza. Akona nafasi ya kujikaza. Yaani ana roho kubwa. Lakini kuna itafika siku talemewa tu. Hapo mnasikia? Itafika siku talemewa. Bwana mheshimu wa vijana. Okay? Kama naomba yule unavyoheshimu baba zenu, bwana mheshimu wanaume wengine. So Swahili, kuna vitu ambavyo katika maisha ya mwanaume hawezi akazisahau. Ni vitu kama gani? Yaani ya zamani, maybe ni family issues. Kuna vitu mwanaume hawezi akazisahau. Ni vitu kama gani? Na ni vipi ambavyo anaweza akazisahau? Nitaongea kwa njia mbili. Kwa ubaya na kwa uzuri. Tuanze hapo kwa uzuri, mimi modeli ni haya. Mwanaume kuna kitu utamfanyia kama mwanamke na hataweza kusahau. Kizuri kwanza. Tunasema tuanze na kizuri. Tunaanza hapo. Leo tufiti. Sasa unapokuwa mwanamke uwe msikivu kwa mwanaume. Sawa? Uwe msikivu. Wakati anaongea unasikiliza. Sawa? Sikiliza, kama uko na question ongea baadaye kama amemaliza kuongea. Na umutii. Sawa? Hata ikitokelezea shetani aingilie familia aharibu. Trust me. Wewe mwanaume hatawakusahau. Hata kuja kwa huko mbele wanawake wangapi atakuwa anafanya reference na ule wa kwanza. Sema vipi? Ndio kwa comparison. Ni venye tu ikataa, lakini yule madama alikuwa ameweza. Kwa sababu unapomsikiza mwanaume na umutii, hapo imezaliwa kitu kinaitwa respect. Na respect ikipatikana sana mwanaume ndio kitu tu anaweza taka kwa mwanamke peke yake. Heshima. Hata hitaji hata umsaidie utafuta dozi, umpe pesa, heshima. Na mtu wa kumsikiliza pindi anapokuwa na stress, labda kuna vitu vimemsumbua kazini, ama rafiki yake wamekosana na rafiki yake ama na mnyanyasa, apate mtu wa kumuelezea. Sometimes mwanaume anakuwa kama mtoto mbele ya bibi yake. Anaweza kuwa na tatizo zake, at least anafili apate mahali anaweza enda kustaki. Anapo staki msikilize. Sasa
Badala umsikilize, tena wewe ukianza lawama anajisikia vibaya, tena umemuua sasa, umemmaliza sasa. Hata anaanza kusema nimekwambia ya nini? Ilikuwa na haumu. Ya nini? Si nimenyamaza. Next time hizo kuambia. Hiyo ndio inatokelezea sasa, unapata mtu atakuwa anaumia lakini ananyamazia kwa sababu anaona hata aseme hakuna anachoenda kujipata kwa huyu mtu. Anipata. Kweli kabisa. Kwa sababu mimi na expect nikikwambia naumwa unipe dawa. Ama naumwa nakwambia naumwa. Kwa nini nakwambia? Labda sina do. Nipe hata so ninunue Panadol. Ama nataka nikutume uniendee Panadol. Lakini hizi vitu zote nimekwambia, hakuna kitu utaniambia. Hakuna kitu hata unanisaidia nayo. Uniendei Panadol, au unipei pesa, unipei hata ushauri, au nitibu, unazidi kunichongoa. Sasa kesho nitakwambia nini? Si ni nyamanze ni soti mwenyewe. Unanipata? So kama utakuwa wewe ni mwanamke ambaye unamsikiliza mume wako, kwanza atakwambia mambo mingi. Kuna mambo mingi atakwambia kama unamsikiliza. Hata mwanaume hahitaji umchokonoe sana ili akwambie siri zake. Unakuza tu kidogo. Wewe msikize tu. Mupe tu nafasi wakati anaongea, msikilize. Usianze kusema mbona unaniambia ujinga. Yupuzi yako unaniambia ya nini? Wewe sikiliza. Mwisho wa siku utasikia point. Kuna kitu atakwambia. Unanipata? Lakini ukienda kumforce akwambie yenye unataka kwa hata kwambia. Hata sema. So, hiyo ni number 1, msikilize. Number 2. Okay. Sasa tutaenda kwa upande wa pili. Kwa ubaya. Kwa ubaya. Hata nikuone vizuri. Kwa ubaya. Tuingie kwa ubaya. Kuna kitu inaitwa cheating. Kuchiti. Mwanaume ukimcheat, hata ikusahau. Hata ukuwe na pesa namna gani, ni zako na watu wengi. Hata uombe msamaha namna gani, hata uzikatakate, hiyo kitu hawezi sahau. Cheating hawezi. Kwanza kama msichana, mimi ushauri naweza kupea wa free kabisa. Ukiona umenaswa vizuri, umecheat, umeshikwa, beta ziondoe. Kesho mtakuja kupigana mapanga. Kesho utafanya kitu kenye kinahusiana na cheating, lakini si cheating. Kitaamusha zile hasira zote. And by the way, tukiwa hapo hivyo kwa cheating, hiyo imekukosesha maisha ya watu sana. Unasikia kama jamaa amepata demu wake anampiga cheat. Unasikia jamaa amejiosha kutoka kwa gorofa. Ndio. Unasikia jamaa amejidunga. Mara unasikia ingine traia mbaya sana amejiua, akaua msichana na akaua watoto juu ya cheating. So cheating X. Alafu jua cheating pia inaongeza msongo wa mawazo kwa mwanaume. Depression. Unaanza kujiimagine wakati sasa umechitiwa. Labda hujawahi jitiwa wewe. Itakukuta. Sasa unapochitiwa unaanza kujiuliza ile mechi yote nafanyanga safi, kumbe ilikuwa ni all in vain. Hii kwangi ya maana hiyo kujituma yote. Yaani hii ndio asante unanipea. Kumbuka, alafu kitu nyingine zaidi inauma sana mwanaume kumcheat. Sio kwamba wewe umepeana mwili. Sawa? Sio ule mwili wako umepeana. Hapana. Sio kitu namuuma. Kitu namuuma ni investment. Ameinvest kwako. Amewekeza kiasi ya pesa mingi, amewekeza mpaka maisha yake. Unaona, ukioa unakuwa umeamua mambo mawili. Kuna mambo mawili unakuwa umebalance. Successful ama ndoa. Ukiamua kuoa, kama utaoa kama haujajipata. Jua kuna watu wanaoa wakiwa na do. Au wanatafuta familia. Sawa. Kuna ule mwingine anaoa kwa sababu ako addicted na sex. Sawa. Sio uwezo wake wa kuamua yeye aoe. Lakini kwa sababu ameshindwa kujizuia, ameshindwa kuwepo bila wewe. Unanipata? Anaamua kusacrifice successful yake. Anaitupa kwa ndoa. Akuweke wewe sasa, aangalie majukumu yako yote, shida zako zote,
azisoti. Kumbuka anapozisoti yeye amesimama, agro kimaendeleo.